Kumkosa mtu sahihi kwenye maisha yako wala sio jambo la bahati mbaya. Mara nyingi inatokana na wewe mwenyewe unavyowakimbiza au watu sahihi au wapenzi sahihi kwenye maisha yako. Ukweli mchungu ni huu. Nafikiri umewahi kusikia watu wengi sana wanalalamika kwamba sijapata mtu sahihi. Nilikuwa kwenye mahusiano mengi lakini bahati mbaya sijapata mtu sahihi kwa sababu wote walikuwa wakiniumiza. Hali hii inajirudia mara kwa mara kwa sababu moja, unavutiwa na kile kinachokuumiza. Yaani unakuta wewe kuna standard umeziseti, kuna sifa umeziweka za mtu unayemtaka ambazo kila ukiingia kwenye mahusiano na mtu lazima atakuwa, lakini yule mtu mwisho wa siku anaishia kumuumiza. Au mimi napenda sana mkaka mrefu mweupe handsome, lakini mwisho wa siku mkaka mweupe handsome anaishia kumliza. Unachagua chemistry kuliko character. Kuna mtu mwingine anasema mimi nachagua mtu fulani kwa sababu tunaendana, wote tunapenda mpira, wote tunapenda muziki, wote tunapenda kuhang out, wote tunapenda namna fulani tunavyovaa, kuna namna sisi tunaendana. Anaacha fakta muhimu ambayo ni fakta ya tabia, ambayo ni fakta ya jinsi gani mtu alivyo, jinsi gani mtu atasaidiana kwenye maisha, jinsi gani mtu ataweza kutatua naye migogoro, huyu mtu ana tabia zipi ambazo kwake yeye zitakuwa ni kero. Haya yaangalia, na mwisho wa siku anaishia kusema hajapata mtu sahihi. Tatu, unapuuza red flag kwa sababu la feelings. Upo kwenye mahusiano na mtu na kuna dalili zote kwamba huyu mtu si sahihi kwa matendo anayofanya, hataki kubadilika, hakusikilizi, haheshimu mawazo yako, mgomana kidogo ni anakupiga, mgomana kidogo ni anakuonyesha kwamba anataka kuondoka kwenye maisha yako, lakini yoyote yajali kwa sababu unaogopa kwamba nikiachana naye nitaumia sana. Nikiachana naye huyu mtu sitaweza kumove on. Uhusiano mzuri siku zote, uhusiano mzuri hauanzi na vibes, unaanza na values. Lazima uwe na uwezo wa kuseti standards zako, lazima uwe na uwezo wa kutambua misimamo yako. Wewe katika mahusiano unaingia ukiwa na principles zipi ambazo zinakuongoza kuendesha mahusiano yako, kujiendesha wewe mwenyewe, lakini pia kutambua usahihi au kutambua hisia za mtu mwingine, kutambua umuhimu wa mtu mwingine kwenye maisha yako. Usije ukaingia kwenye mahusiano kwa sababu unafurahishwa au unafuata vitu ambavyo vinakufurahisha kwenye mahusiano, utakuja kulia. Kama somo umeelewa, comment ready hapo chini na mimi niko tayari kukusaidia zaidi.